wengi wanaukimbia, mchana jua kali watu wanakuroga. Huyu mtoto unampeleka wapi? Mtoto gani? Huyu. Niko peke yangu. Hayo unayofanya wewe anakusaidia nini? Hayakuhusu. Fanya. Au unapata faida gani? Anakuhusu mtoto. Si mtoto wa jirani huyu. Wewe unampeleka wapi? Fuata yako. Na kuonya. Huyu mtoto mrudishi kwa mama yake. Naye ni lazima, sio ombi. Nasema leo kasheshe, kasheshe la mtaa. Oh, kasheshe, kasheshe la mtaa. Nasema leo kasheshe, kasheshe la mtaa. Oh, kasheshe. Sasa vijana wangu na binti, hebu niulizeni, sisi yule vijana anatushindia wapi? Sielewi mkuu, kwa sababu tunakutegemea wewe. Unajua mimi niseme, mimi ndo mzee Wenga. Sasa nyakati zake zishakwisha, mimi nitalimaliza jambo hili. Niacheni nipumzike, kesho nitakupeni jibu jinsi gani ya kumtengeneza yule kijana aweze kutuzuia sisi, akatuzuia sisi habari zetu, tukashindwa kufanya kazi yetu. Yaani lazima ile nyama ile tuitafune kwa wakati, na kwa sababu ndo mkuu wetu tunakutegemea. Hii wiki isishe mkuu. Hii vita imeanzisha na sisi tutaimaliza. Tuna furaha ama furaha? Tuna furaha mkuu. Mna furaha, mna furaha. Tuna furaha mkuu. Kinyama kidogo dogo. 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 Kasheshe, kasheshe la mtaa. Nasema leo kasheshe, kasheshe la mtaa. Oh, kasheshe, kasheshe la mtaa. Nasema leo kasheshe, kasheshe la mtaa. Kasheshe, kasheshe la mtaa. Nasema leo kasheshe. Nimewaita hapa kwa sababu naona sheria za mkataba wangu zimevunjika, kwa sababu nyumba haifanywi usafi kama ilivyokuwa. Kama wewe Brighton ukiambiwa nunua vifaa vya usafi hutaki, ukitoka na huko umelewa ulevi, unachafua chooni ovyo, mara simu sijui umenunua simu, umeuza simu, fujo chungu nzima. Brighton, jiangalie. Mimi nakuangalia mwezi huu, vinginevyo notice inakuhusu. Samani mama. Unajua watu wote hapa mmekaa mnaniangalia mimi. Yaani utafikiri hichi kikao nimewekewa mimi. Wakati mundani kila mtu ana matatizo yake, na mimi najua kila mtu ana vipengele vyake. Lakini mimi nimekaa kimya. Lakini hapa inaonekana kama mimi ndio na matatizo sana. Alafu mtu ukiwa na bahati mbaya bwana, unaweza kupanda matembele ikauta bangi, askari wakakukamata ukafungwa. Ili mradi tu umekamatwa. Mama, mimi naomba unisamehe kwa haya ambayo yametokea. Naona bwana, mimi hivi vipengele vyangu vilivyotokea unisamehe, na kuahidi haitojirudia tena, kwa sababu hata ukinifukuza nitaenda wapi mama? Na wewe ndio umenilea hapa mpaka kufikia hapa. Kwa hiyo naomba tu unisamehe mamangu. Sio kama mimi nakuona wewe tu, ni kutokana na vitendo vyako. Sasa mimi nakuangalia tu. Na wewe baba, najua kabisa sasa hivi una mke. Kwa hiyo jukumu la kununua vifaa vya kufanyia usafi naona sasa ulisitisha. Mke wako atafanya usafi. Lakini mama, si unajua hali ya mke wangu jinsi ilivyo. Mke wangu ni mjamzito. Ni mjamzito? Unajua mimi nimekaa nyumba za kupanga. Ujauzito wa mwezi mmoja, miwili mpaka mitatu hausababishi wewe kuto kufanya usafi ndani ya nyumba. Mimi wakati nimepanga na nimebeba ujauzito, nimefanya usafi mpaka miezi 8. Nimefanya usafi. Wapangaji wenzangu ndo akanihurumia,
wakaniambia mimi nisifanye usafi, watafanya wao. Na kama huwezi kufanya usafi humu ndani, basi unawajibika kila zamu yako ikifika kutoa pesa ya usafi. Basi sawa, mimi kazi zingine nitakuwa namsaidia. Ni sawa. Kama unaweza kumsaidia mwanamke wako kufanya usafi, msaidie, hujakatazwa. Ili mradi tu nyumba iwe safi. Lakini mama, mbona wakati nafika kuna binti alinipokea na akawa amenipa taratibu za kuhusu usafi ndani. Ni nani yako na binti? Labda ulihisi wewe ni nani? Mimi nilihisi binti yako. Hapana. Mimi nimezaa mtoto mmoja wa kiume, mmoja huyu. Sina mtoto wa kike. Walikuwepo wote hapa ni wapangaji. Kwa hiyo labda kama alikuwa anakuambia hivyo kwa sababu ya kukupa ratiba za kufanya usafi. Kwa hiyo ndio hivyo. Mimi nishamaliza, kama kuna mwenye lolote. Dada vipi? Hauna la kuchangia? Sasa mwanangu, kwani kila mtu lazima ongee? Tumeshajadiliana, tumeelewana, tumemaliza. Sasa kila mtu atakaongee, tutaondoka leo hapa. Tushamaliza, kila mtu aongee. Kama mimi nilikuwepo. Mama, unaona tabia zake? Unaona? Umejionea mwenyewe. Analo. Wewe subiri, mimi namwangalia tu mwezi huu. Kodi yake ikisha atahama. Watu wanawanga na madada wanashinda na kanga, washikaji wanashinda ubanda, ukileta uchizi wanakutwanga, na watoto wanavuta maganja, wanakukaba mpaka unajamba. Moko kwetu ndo ujanja, madalani kumbata kupanga, malama jini ndo shapanga, washikaji wote wadananda, kwetu hatutaki wa shamba. Mixing by Vero Design. Dale. Vipi hapa? Poa. Mbona baba zangu ule pale? Namuona? Anataka kubonga na wewe. Afu mtoto wewe. Si unatakiwa sasa hivi uwe shule. Shule? Shule ndo nini? Si ushasoma sana. Wewe. Nitakunasa kibao. Anachamba umbea. Wewe sister, usitembe umbea, utajaza nzi hapa. Kaongea na baba zangu ule pale. Wewe, kama unataka masiala, rudi vile. Rudi vile. Basi. Rudi vile, changamka. Rudi vile, changanya makalio nyasi gande hiyo. Rudi vile. Pia uchochoroni watu wanawakaba. Hata Brighton anasumbua. Hapo kwenye vipi? Kizi hapo. Sasa nipe simu. Simu yangu. Kwa mimi naongea na nani? Simu yako ndio. Nikutajie tu namba. Namba? Leta simu hiyo bwana. WhatsApp basi. Sasa sikiliza. Umeona mtaa wote? Mtaa wote kiujumla. Mimi ndio kontaa hapa. Sawa? Kama mimi ndio kontaa, mimi nikimtaka mtu saa yote muda wote nampata. Umeelewa vizuri? Kwa sina sababu ya kukupa namba. Kwa kama vipi tembea. Tembea. Simu yangu. Simu yako inafanya nini? Sikiliza sasa. Kasheshe. Nasema leo kasheshe. Kasheshe. Nasema leo kasheshe. Watu wanawanga na madada wanashinda na kanga, washikaji wanashinda ubanda,
ukileta uchizi wanakutwanga na watoto wanavuta maganja wanakukaba mpaka unajamba moko kwetu ndo ujanja madalali vyumba vya kupanga jumba la majini ndo shapanga washikaji wote wadananda kwetu hatutaki washamba. Mixing by Vero Designer. Vipi, mbona tumesimama hapa ghafla? Tumesimama kwa sababu kuna kitu nataka nikupangilie kidogo. Nikaona sio vizuri tukiwa tunaongea wakati tunatembea kwenye gari, si unaelewa? Ndio maana nimesimama hapa, tuongea kidogo then tutaondoka. Juzi ile tulipoachana pale katika harakati zangu zile nilikutana na chumba Kiswazi. Anajua. By the way, mwanangu mimi nimetokea kumpenda sana na natamani one day aione. Na vipi kuhusiana na Salma? Salma sidai kumpenda, lile ni chaguo la mdingi. So mzee wangu ana chaguo lake na mimi nina chaguo langu. Ni kweli, lakini kuku wa kienyeji ni watamu sana. Ila hata siku moja sijawahi kuona kama kuku wa kienyeji anaweza kuungana na kuku wa kizungu. Nikiwa na maana kwamba hakuna penzi la kweli kati ya maskini na tajiri. Nikiwa na maana ya kwamba hakutakuwa na mapenzi ya kweli kati ya mtoto wa tajiri na mtoto wa kimaskini. Maana yangu hapo mmoja hapo kuna kitu anakitaka. Na hasa huyu mwanamke kuna kitu anakitaka kutoka kwako. Kitu gani? Ni nini kingine zaidi ya mali zako? Hiyo sio issue. Kwa vile mimi ndio nimempenda, nitahakikisha anakuwa mke wangu. Okay. Hayo ni maamuzi yako kaka. Mapenzi noma, unaanza mdogo mdogo mwisho unakwama. Alifu amepata demu Swazi amefika kituo. Alifu amepata demu Swazi amefika kituo. Baada siku 2 katangaza ndoa. Anadai amedata nataka kuoa. Kumbe demu sio demu anataka hela. Anita alishapiga matukio, kila kona anasakwa na kimbilio. Anabaki kwa Alifu anatachaguo. Kasheshe. Nimekuja kushtaki. Mwanangu kaibiwa simu, pesa. Na aliposemekana asema mwanao ndo aloniibia. Mwanangu Pierre kama angekupo mtaa huu, yani kwa vyovyote vile angekuja nyumbani. Lakini unavyoniambia kama ni mwanangu, naweza nisiamini. Mjumbe, kweli kabisa mpaka bedi nimekuja kwako. Yeye mwenyewe jinsi alivyonieleza mimi mwanao namjua. Nikaona ngoja nje kwa mjumbe kuja kushtaki. Ndio huyo atakuwa karudi hapa mtaani kulitulia kabisa. Ukiona hivyo Kasheshe imerudi, mwanao karudi. Biti Mwinyi, ujue waziri wengi sana. Yaani kuna wezi ni wengi. Nakwambia kama ingekuwa ni mwanangu mimi, yani kwa vyovyote vile, yani hapa nyumbani angefika. Lakini hajawahi kufika hapa hata siku moja, na hapa kaondoka muda mrefu. Ndio maana mimi nakukatalia. Na size jamani. Wema. Unajua mama, niko chooni kila kitaka kupotezea. Lakini nilivyosikia habari za vinywele, sana vinywele hivi kama mke wa farasi hivi. Ndio rasmi. Ndo yeye. Mmesema ana virasta fulani hivi vimening'inia kwa hapa. Alafu ana vipinipini puani, hereni. Huyo sio mwizi tu. Huyo ni jambazi. Tena jambazi sugu. Kazi yake ni hii moja. Pale ofisini kwangu anakaa mpaka saa 4 za usiku. Yeye anasubiri watu walewe, anawaibia. Watu wakilewa tu anawakwapua. Yule bwana ni jambazi sugu. Kwani hata bondeni kwenye nyumba bondeni sikaiba yeye? Ya kana abudu. Yule bwana ni jambazi. Yaani ule hata ukitaka kumpata sio jambo gumu. Pale ofisini kwangu yule bwana masaa 24 unamkuta. Yule kumletea tu askari. Basi sawa. Ngoja mimi nifanye uchunguzi wangu. Kama ni kweli, basi vitu vya mwanao vitarudi. Naomba hata usiwe na wasiwasi.
Haina shida mjumbe, nimekuelewa. Nasema leo kasheshe la mtaa. Jana jilani ameanzisha kasheshe, kamleta demu ndani kumedemu kicheche. Asubuhi kumekucha nataka hela, na mchizi anasema yeye ana hela. Dada amegoma nataka hela, hawezi toka kapangile kisela, na kileta ubishi ataleta usela. Eka za uswazo anakunja dera. Jana furani aliniambia ya kwamba mtaa wengi wanaukimbia, mchana jua kali watu wanakuroga. Pia uchochoroni watu wanawakaba. Hata Brighton anasumbua, maneno uongo mtaani kuyasambaza. Kasheshe la mtaa. Nasema leo kasheshe la mtaa. Kasheshe la mtaa. Nasema leo kasheshe la mtaa. Kasheshe la mtaa. Nasema leo kasheshe la mtaa.